Makindu KMTC is the fastest growing in Kenya. It has now a population of 1,300 students. Alafu, hiyo ikiendelea namna hiyo, kuna mahali wamerent. Mahali ukijenga SGR, kuna mahali hiyo kampuni ilikuwa imejenga mahali yao ya kambi. Sasa hao watu wangu wamerenda hapo. Hiyo shamba si yao na wamerent. Wameniuliza wewe nikuulize hii maneno ya KMTC sababu unaielewa vizuri, wanunulie hiyo shamba. Milioni 50. Na hiyo ni pocket change. Ndio tuweze kukuza hapa. Halo? Mwe ini museo? Mheshimiwa Rais, nimekusikiza wakati ukitembea pale umeongea na watoto wadogo. And thank you very much for talking to small kids. Hao watoto wadogo wakati umewauliza wanasomea wapi, wamekuambia wanasomea shule inaitwa Kiambani. Sasa Mheshimiwa Rais, hiyo ndio shule ambayo inasomea watu wa hii area yote. Alafu hiyo secondary, mimi mwenyewe hata kabla nikuwe mbunge niliwajengea nyumba ya walimu, ile administration block. Na watoto wamekuwa wengi, hata ile CDF vile tunafanya haiwezekani. Wameniambia leo nikuulize, wewe hii maneno yako, unajua wewe ni mtu wa miujiza pia. Unajua ulishinda, si ndio namna gani? Ufanye miujiza, hiyo shule tujenge na utupatie kabasi. Ama namna gani? Hiyo shule isonga namna hiyo. Anduma kwa muyaseo. Labda umesikia fununu. Ati fununu, watu wengine wanasambaza fununu kusema ati hapa kuna sijui nini, ati hii ni shamba. Nataka nikuhakikishie hii ni shamba. Hata wakati tukiwa watoto tulikuwa tunatoka huko tunakuja tunalima hapa na tunarudi kwa sababu tulijua hii ni shamba ya serikali. Lakini Mheshimiwa Rais, kwa sababu hao watu walinichagua, ndio nikueleze ukweli. Hapa wakati Mheshimiwa Kalembe Ndile, and may God rest his soul in eternal peace, alikuwa mbunge hapa na mke wake nilimfanya nominated MCA kwa heshima ya Mheshimiwa Kalembe. Hapa watu wakati wa mwenda zake Mheshimiwa Kibaki, there are about 83 families wakati wa resettlement of squatters walipewa mashamba hapa. Na kuna mzee wetu, ile nyumba utaona ukikuja pale ni mzee wa heshima, tunamuita mzee Makwata. Alikuwa amepewa kitambo, he settled there I think 1970. Hapo Mheshimiwa Rais utanisaidia. Serikali yako najua ni serikali ya kibinadamu. Ni serikali ambayo haifurushi wananchi wake. Hapo Rais utanisaidia tukirehabilitate, sababu hapa mimi nitakuwa hapa kila siku. Tukirehabilitate au watu wangu wachache, wewe angalia vile utaangalia, ndio pia wasiumie. Ama namna gani? Nimalizia hapo. Anduma kwa mama kendo siendo sienu sio ndani nengie Musumbe ni mwawa. Siendo sienu sio ndani nengie o. Na Musumbe ni ukita ku safari ya maendeleo. Nimukwenda tutembee na Musumbe huyo? Nimukwenda tutembee na Musumbe huyo? Wenye wanasema tutembee na Rais Ruto, mnionyeshe kwa mkono. Sasa hii safari imeanza. Mimi sasa umenipa nguvu. Na mimi hawa watu wangu niko na imani na waona wako na imani na mimi. Na kama vile David alisema nikimalizia nimekubaliwa nitambue wabunge. Sijui Rais kama utanikubalia. Unajua ni watu yako wa ground wakuje hapa. Kujeni. Rais amekubali. Msingoje aseme yes, ameshakubali. Kujeni wale wabunge. Sababu ni mzuri pia watu waone huko na timu hapa. Unajua huko peke yako watu wanasemanga nini, tuko wabunge 9, 10 wanakusupport hapa Ukambani na tuko sawa. Kuna kitu ya haya. Sawa. Tuko na aliyekuwa mbunge wa Machakos Town, Mheshimiwa Victor Munyaka, Mheshimiwa Mubango nimpigieni kofi moja. Tuko pia na ndugu yangu aliyekuwa mbunge wa Starehe, Mheshimiwa Jagua. Namjua, nilikuwa nataka waseme Mheshimiwa nani? Tuko naye hapa. Tuko na chairman wa Special Economic Zones, kijana wetu Rais tunakushukuru kumpatia kazi, Fred Muteti. Tuko pia na Damaris Maweo, Mheshimiwa Rais ulimpatia kazi pale Kemri, mpigieni makofi. Tuko na PS, Mheshimiwa Rais, we cannot thank you enough. PS Teresia Mbaika ambaye alikuwa naomba kiti cha ubunge huko Kaiti, mpigieni makofi. Tuko pia na PS wa livestock, anaitwa PS mweke alama na aziamu Zumbe na lenga nitama Wakamba, amepatiana kazi nyingi kweli usemwe. Tuko pia na ndugu yetu my brother Dr. Andrew Mutava Mulwa. Andrew kwa Kikamba niendelea, ambaye ndio umemfanya CEO wa KEMSA, na juzi umesema KEMSA inaendelea vizuri. Hao ndio wako wengi sana wale wako kwa serikali yako. Walikuwa wamesema mweke, nimemtambua. Walikuwa wamesema tuko naye hapa commissioner wetu wa Judicial Service Commission, Mheshimiwa Caroline Don. Your Excellency, nafikiri itakuwa nimefanya makosa kama sitataja vile tuko na aliyekuwa governor wetu.
aliyekuwa gavana wa Makueni Profesa Kûvanda Kibwana. Vile vile tuko na waziri Cabinet Administrative Secretary. Huyu jamaa ni rafiki yangu, tulimenyana hapa, na wewe umemweka pande hiyo na mimi umeniweka pande hii. Anaitwa James Kimandhi Baluka. Tuko naye hapa. Tuko na MCA wa area hii anaitwa Mheshimiwa Details. Details is an architect. Ma MCA siku hizi wamesoma. Anaitwa Mheshimiwa Details. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, ni watambue wabunge tulio nao. Alafu utanikubalia Kawaya aseme kwa niaba yao wote. Mheshimiwa Yakub, rafiki yangu kutoka pande za Tana River, mpigieni makofi. Senator Murango, Senator wa Kirinyaga, mpigieni kofi moja. Tuko naye hapa Senator Tabitha Mutemi, na tio muko na ekuo. Tio mwizia kama akamba medho amekuo. Na ni senator wa chama tawala cha United Democratic Alliance, chama rais. Thank you very much. Kwani nani angetupatia senator kama huyu nominate? Acheni upuzi bwana. Haya, tuko hapa na ndugu yangu rafiki kutoka huko Mogotio Baringo. Huyu anakuanga na bidii sana ya kukutafutia kura hata mahali kwingine. Anaitwa Kiborek. Kiborek apigiwe kofi moja. Na anasemanga ati huko ukimaliza na Rikijia akimaliza ati pia yeye atakuwa sasa ni mtu mzuri. Ni mtu mzuri. Tio mwizi mundu wa makobi mastima. Tio mwizi mundu lo kuna makobi mastima. Eta wa Nimrod Mbithuka wa Mbae. Nae ba. Na keo mzee huu eta wa ambaye mzee huu eta wa Joshua Mwalio, mbunge wa Masinga. Mbunge amesimama na rais. Na keo eta wa Mheshimiwa Kawaya. Mheshimiwa Kawaya. Huyu Nimrod ameuliza akusalimia. Nimrod salimia rais. Thank you Excellency. Kuna kitu ilikuwa inanisumbua roho, nilikuwa nataka niseme tu peke yake. Your Excellency, thank you so much for creating your time. Ukakuja mahali ambayo imekauka zaidi kupanda miti. Hiyo ni uaminifu mkubwa kwetu. Na kukumbusha tukua Machakos wakati tulikuwa maombi. Niliongea na Mungu ndani yangu. Nikakwambia urudi wewe mwenyewe ukai chini upange mambo ya maji ya Ukambani bila hata kutuita. Na juzi Your Excellency nimetembea kwa waziri wa maji na nikapata ile report ulituma huko. Mimi naamini tumekaa na wewe masiku mingi. Naamini akili yako na naamini roho yako. Na hii maji niliona kwa macho inapatikana ya Ukambani. Hilo ulipanga. Si umalizie mdosi. Hiyo program malizia kwa Rosafi. Na mwando meitu chozi yote kwa mangebia na toko manganzio. Kana natende. Unduke beti chatu ulie koti na cheka mindo. Nuoki tumazua kinengwe mangotele mana. Halo. Unduke beti chatu ulie koti na cheka mindo. Nuoki tatlawa mangotele mana kwacha. Kana natende. Undu tubanga wano. Nuoku tubanga. Mundu ndambete kwa sumbi. Hakuna mtu anaweza nyang'anya William Ruto urais 2027. Tusidanganyane. Ile mtu anasema anaomba urais, tumwambia ngojee William Ruto amalize, na kama Rikijia atajipanga pia tutaongea hiyo, lakini after William Ruto sasa tunaweza ongea. Tutafanya kazi ya bure kung'ang'ana na mtu mwenye yako bidii na mwana hii. Tusiharibu time. Thank you so much na Mungu awabariki. Haya, Mheshimiwa Kawaya, Mheshimiwa Kawaya. Haya mwe ni museo. Moving down there. God is good. And all the time. Mwe kwa nini ba? Rasia mundu ume ni kuma mukautene kwa mbatalangi ni mabata mamusi. Ninesu andu meri ya mwe waka waya lakini tuetikilani na thowasu. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, the First Lady, Madam Rachel, Your Excellency, the Deputy President, and your dear wife, the Second Lady, Madam Dorcas, Pastor, viongozi wote, the Governor of Makueni. Yangu tu ni machache. Ya kwanza ni kukaribishe Ukambani, Mheshimiwa Rais. Na niseme tu kwamba this exercise ya leo ni exercise ya muhimu sana. When I was young, I used to wake up
na napata kwa compound kulikuwa na wanyama, wale antelopes, dicks and other types of animals. But that phenomenon has completely changed because we've messed up the environment. Climate change action is a responsibility of all of us. Your Excellency, mahali ambapo tuko hapa Q, we had many of these natures, but almost all of them zimekufa kwa sababu of encroachment. Yangu ni machache tu. Kwanza ni kuombe we take action. And the action should be, first we gazette all the wetlands, ambazo sio Ukambani peke yake, so that we also tame encroachment. Number 2, Your Excellency, unajua kupanda mti, kuna kupanda mti na kuna kutake care ya mti. One of the biggest problems we have in this region ni issue ya maji. Na issue ya maji should always go together with planting of trees. I want to thank you for your commitment to ensure that Thwake Dam is completed, and also took on the High Grand Falls. Your Excellency, where we sit as members of parliament, we have had conversations with Mûthenya, we have had conversation with other members of parliament, that we are going to give the right political environment to ensure that miradi ambayo inaanzishwa hapa Ukambani inaendelea vizuri, so that we do not have any project started here that suffers political noise. We are going to support you, Your Excellency. As I finish, Your Excellency, mimi nataka niseme, kuna watu ambao wanaenda wakisema ati sisi Wakamba hatuko kwa serikali. That is a lie. Your Excellency, without any fear of contradiction, there has never been any government that was elected, even those governments that we supported, that has ever given many appointments kwa Wakamba kuliko serikali yako. Na mimi niwakumbushe Wakamba, kama mimi nimefanywa chairman ya stima na His Excellency, if we fail, let us not blame His Excellency, because he has given me some responsibilities. Kama yeye hako na machairman, hako na mawaziri, tumepewa kazi ambayo inaweza saidia Wakamba alongside other Kenyans. You have already achieved that. We have so many. Makueni nyinyi ndio mmepata appointments nyingi sana katika Ukambani. And Your Excellency, wakati mimi nimeangalia hapa, najua wewe unajua kusoma hewa, unajua kupima. Nimeona mambo yako itakuwa tofauti sana 2027. Hawa watu wako na mpango mzuri na wewe. Na pia nimeona hawa watu, hii masaa kidogo ambayo tuko naye hapa, it will not be enough. Enda utupangie Your Excellency. Ukuje ututembelee. Kwanza hata nimeona hii nini inaitwaji, hii state launch si mbaya sana, hii ya Mûthenya Ndei. Na kuna kengine hapo, hata tunaweza tuma watu waende fagilie huko Kitui, kuna kengine. Ndio sasa wewe ujipange, tukuje tukae na wewe hapa, tukule tumbuzi, tukutembee hapa 2 days, tutembee kule Kitui 2 days, tutembee kule Machakos 2, ndio at least tusikie kwamba tumenyonya wewe vile ambavyo inafaa. Finally, nikikaa chini, I want to say we must always be patient people. Mimi niwakumbushe kwamba we have given His Excellency the President a term of 5 years. The economy was in bad shape. That is a reality. It takes a minimum amount of time to correct wrongdoings that were done by the previous regime. Let us give His Excellency the President some time to fix the economy, and I want to assure you, tomorrow is going to be a better day. Na niwakumbusha, hata nimesoma Biblia, Acts 1 verse 4. Nimekumbuka nimepata kumbe ati sio sisi peke yetu ati tunapeana promise na tukuje kufanya. Kumbe Jesus Christ was the first one to give promises. Inasemekana amewaambia watume wake apostles, do not leave Jerusalem. Wait for the gift that your father promised you. Which means hata Mungu ana promise. So zile promise ambazo nimesikia watu wakisema hazitafanyika, I have all the intentions ya kubelieve kwamba His Excellency the President is going to do everything that he promised. Asanteni sana, Mungu awabariki. Nitawakawaya achu makelake theke na nazi ya mundu umene kumapa. Aya, tumpigie kofi moja. Sasa tunaalika governor, Your Excellency. Hawa watu ndio wasinipige vita. Ile mambo yenu yote ya maendeleo mliandika ndio hii. Hatuwezi kuisoma hapa kwa sababu ya muda. Rais ni mtu wa teknolojia, nilimtumia hata akiwa ugaibuni. Na akaniambia amepata na akaniambia ata action. Lakini kwa wale ambao wanaamini kama Thomas, wanauliza Yesu, wanataka kuona mahali alikuwa amepigwa misumari, Mheshimiwa Rais nikubalie mimi nikupatie ndio hii watu
wanikubalie, na nikikuja kukupatia niite governor akuje. Huyu governor, hello. Huyu governor unajua ni rika yetu, ni mtu yetu. Na mimi nataka nisaidie hapa chini na yeye nimuendee asaidie rais huko hapa pengine. Hiyo nimesema kwa heshima. Nikubalie mimi nisaidie yeye amalize miaka 10, lakini aniahidi na yeye atasaidia rais naye aingie miaka ingine. Ndio tukue sawa sawa hapo, tuende vizuri. Thank you very much. Thank you very much. Your Excellency Governor, thank you for also the good work. Mimi na tunakushukuru. Umefanya kazi mzuri hapa. You have been camping here. Your government has done a lot of good things here. Na tunakushukuru. It doesn't go unrecognized. Si ndio namna hiyo? Na hii yote Mheshimiwa Rais ukifanya ile Kayasti Pomelant niwekea kalami hapa. Niwekea kalami hapo. Hii barabara kutoka Mombasa mpaka Nairobi haina mahali ya emergency. Na mtu yote anaweza pata accident kwa hii barabara. So tukiwa na Kayasti hapa, kesho mimi, wewe, mtu mwingine akipita kwa hii barabara anaweza pata accident akapata emergency evacuation. Hii hospitali yetu hapa Makindu kutoka Mombasa mpaka Nairobi hakuna hospitali iko na trauma center. Na kuomba kwa heshima kwa sababu uko na mpango wa UHT mkubwa sana. Na accidents hapa Mombasa Road ni kitu kubwa. Nitafutie ka trauma center na ka ICU unit hapa. Najua ni ya governor lakini tumekubaliana niseme na nikuombe tufanye hiyo. Mambo ya stima tuko 29%, nisaidie hii stima isonge mbele. Nisaidie hii stima. Alafu mambo mengine yote nimeandika hapa. Na sio ya pesa nyingi, ile pesa mimi nakujua. Na najua vile budget umeipanga na hii ushuru najua utatusaidia nao. Thank you very much and God bless you. Governor. Asante. Asante. Mwe ine museo. Mabi naonde. Kwamba hiyo tina. Mwatina. Mheshimiwa Rais, First Lady, Deputy President, Pastor Dorcas, mawaziri, PSS na wadau wengine, leaders. Nataka nifanye mpango wa haraka. Mawaziri wakuje hapa waintroduciwe, MCAs wakuje tuwaintroduce, alafu details zioni MCA with 2 degrees wewe ndio utasalimiana. Kujeni. MCA details. Wapi majority leader? Oh, DG, you're here. Is there an MCA missing? Aya. Kujeni juu. Mwaza. To the President, First Lady, Deputy President, Second Lady, all ministers, members of Parliament, and all other leaders noted. Amjambo, kwa majina ni Steve Kilonzo. Wacha tuanze to introduce our ndio ni peane few comments. Jina tu na MCS. MCS. Thank you very much. Jina na MCA wa Harrison Mwanzia Mutie, MCA Vingoni Nzambani, Kibwezi East, Makueni County Assembly. Karibu sana Rais. Jonathan Kimongo, Mavidini Ward, Kule Thwakadam. Thank you so much, Rais. Elizabeth Kawembe Mutinda, Muvauke Kumene Ward, Makueni Constituency. Thank you so much. Jackson Mbalo, Mandeleo Chapchap, MCA kutoka Kikumbulio North. Karibu Rais. Alexander Mulemba, MCA Mboni Ward. Meshaka Kalinda Mbuki, MCA Kalawa. Karibu Thwakadam. God bless you. Karibu sana, Your Excellency. Mheshimiwa Magdalene Kalembe, nominated MCA. Jennifer Kamande Mwandi, special elect by Wiper Party, Makueni Assembly. Mheshimiwa Daniel Musau, MCA Ngu Masumba Ward, MCA wa UDA peke yake. Asante. Mheshimiwa Ruben Musau Kavai Amanzai kutoka Kaskeu Ward, Kule Kilome Constituency, supporter wa Rais wetu Samuel RUTO. Thank you.
Mutunga Cosmas, Alias Makombe, Maendeleo Chap Chap, serikali ni Kenya kwanza. Asanteni sana. His Excellency, sir, Honorable Sarah Mbilo, nominated by Wiper. Thank you, sir. His Excellency, naitwa Mûthenya Mwangangi, nimechaguliwa hapa Nguma Ward, iko Kibwezi West. We are neighboring with Makendo. Habari zenu? Kwa majina naitwa Josephine Dambuki, special elect by UDA party, William Samuel Ruto being my party leader, the president. Asanteni sana bwana president, na tuko na wewe na ongera. Na tunajua Makueni utafanya mengi na makubwa. Watu wa Makueni nyamazeni, tutaendea makubwa na bwana president na governor wetu Mutula na wao ndio kwa kanisa. Thank you so much. Francis Mulwa Mwania, MCA Mutitwande, and also the Deputy Speaker Makueni County Assembly. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Kalonda wa Kalonda, party leader wa muungano na pia minority leader. Asanteni sana, God bless you. Asanteni Chalo Mumo, MCA Tulimani, majority leader Makueni County. His Excellency, yale matatu huku kwetu, maji, water na kigu, hiyo tu. Yes, His Excellency, when nimesema, me I'm the area MCA. Professionally, I'm an architect, and I'm also doing a Bachelor of Laws, UON currently. Ningependa, mimi huku ndio kwetu, nimezaliwa hapa. Nilikuwa niombe tu mambo matatu. Ya kwanza nilikuwa tu naomba tukifanya fence hapa ya fencing hapa, najua governor hako usaidie tu kidogo, maana najua bili kubwa. Ile ingine pale, Mr. President, nilikuwa kwa ile meeting yako ya Konza. Ulisema mwezi wa pili utafungua Thwake Dam. Kwa hivyo sasa tunaomba Makindu, maana sasa huku ni kukame. Tunataka pipe ya kutoka Thwake Dam tuletewe hapa. Na ya mwisho, Mr. President, kuna KWS, kuna shamba imeingia hadi kwa watu kwa barabara. Tungeomba, maana kuna watu wako hapa ndani, wenye wanalima huku ndani. Wakitoka wenye wanalima, hiyo pipe inatoka Thwake Dam, tuwekewe kwa hiyo shamba ya KWS. Fenzi songoshe kidogo, watu wangu walime. Asante sana. Mawaziri. I'm Engineer John Kieti, waziri wa maji na usafi Makueni County. Asante. Engineer Peter Mumo, waziri wa trade, culture na tourism. Nicholas Nzioka, waziri wa jinsia, watoto, vijana, michezo na huduma za jamii. Asante. Damaris Kavoi, Finance and Socio-Economic Planning. Thank you. Very good. Joyce Mutua, waziri Agriculture, Irrigation, Livestock and Fisheries and Corporate Development. Very good. Your Excellency, Dr. Sonia Nzilani, aka Siomete. Siomete is she who plants trees. That's my local name. I'm Waziri for Lands, Urban Planning and Development, Environment and Climate Change. We were your host. Thank you so much for the trees. Thank you. Your Excellency, Japheth Mangoka, Waziri Devolution, County Administration, Special Programs. Karibu. Your Excellency, I'm Dr. Justin Kiambi. I'm the County Secretary and Head of Public Service. Thank you. Your Excellency, my name is Lucy Mulili, Deputy Governor. You're most welcome and thank you for choosing Makueni, for announcing a holiday na kuchagua Makueni mahali ya kupanda miti. Asante, tunakupenda. Thank you. Niko na wageni wawili, wapi Governor Olelenku na wewe ndio za preservation ukukuja. Haya. Mgeni wetu atusalimie. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and Mama Rachel Ruto, Naibu Rais na Mama Dorcas, viongozi watu wa Makueni ya mjambo. Your Excellency, very briefly, historia ya hii shida ya ukame tuko nayo ni kwa sababu ya uharibifu wa mazingira. Maji za Kilimanjaro zinatokea Loitoktok sehemu nyingi, maji ya Ngong ni hivyo. Na kwa sababu ya hii programu yako tuko na hope kwamba mambo yataenda mazuri. Na kwa hivyo hii tunaunga mkono kufufua mazingira yetu, tuko na mito zimekauka sababu ya hii. Naibu Rais, the Man Nation. Haya, mbunge, Mheshimiwa Rais amefurahi.
Naibu Rais, the Ma Nation, two big things. Mau Forest vile umetupangia vizuri na marekebisho kidogo, na Amboseli imemaliza siasa yako. Gazeti ya leo inasema mambo ya Amboseli imechange direction ya Ma politics, na hatutaki kujigamba Ukambani, tunataka kukaribisha Masaini, Kajiado, tuseme hadharani mchana, wewe ni rais wetu, tutatembea na wewe na hatubanduki na hatuna aibu. Nimekuja hapa kwa sababu mimi nakuunga mkono kama kiongozi wa Maasai. Nimekuja pia sababu huyu ni jirani yangu, we share about 100 kilometers ya boundary na wao, na wengi hawa wanaishi Kajiado, sehemu ya Emali, sehemu ya Sultan Hamud, kwa hivyo pia wengine ni watu wangu. Na kwa hivyo karibu Masaini, na wote tujenge taifa kwa kupanda na kutunza miti. Asante sana. Thank you. Governor. Rais wetu, First Lady, Deputy, President, Pastor, all the leaders are present. Mwe ini museo na mabinda monde. Ni mwewe moyo nondo musumbi wande ni woka ko kwito makuene. Kwa mbonina kuoko none. These people have welcomed you kabisa. Mutuse, wacha tuzungumze na rais na wewe Mutuse. Ai. Hata Mutuse amesahau rais si watu wa Kibwezi pekee wako hapa, ni wa Makueni yote. Kanati huo. Kwa hivyo karibuni sana. Na nilikuwa minister wa environment. Najua una kazi nyingine, kwa hivyo nitafupisha sana. Nilikuwa minister wa environment na nikasema I have to come to this very important national event. Hata tulipokuwa huku governor, tulisaidia kidogo hii mambo ya floka. This was one of the places where ilikuwa piloted. Hata ile ya UHC tulisaidia kidogo, na kwa hivyo sisi tunafuraha kabisa. Mwisho niseme, the planting here, and I know all over Kenya, was done by young people. Na wengine tumekutana na wao, wamepata pesa, wanafurahi. I think this 15 billion job can be done easily by young people of Kenya, wakipewa pesa kidogo na wakiendelea. Kwa hivyo karibu sasa uke katika development, kwa sababu tunajua you have gone almost everywhere else except huku kwetu, na tunajua ulikuwa unapanga ndio uje sawa, kwa sababu kuna kitu tunasema kila nomba chao. Na nimukwenda kalila ka president ko. Nimukwenda. Asanteni sana and bless you. Thank you. Asante. There is one gentleman who I want to recognize who was not recognized. When you came to Konza, Your Excellency, ulitupatia jukumu ya kufanya last mile ya fertilizer. The CEO is here, Mr. Kemote. With his assistance, we have opened 7 depots. Where is Mr. Kemote? This good gentleman has assisted. The second one, there's a lady ambaye yes. Tanzania ndio yule. Mpatie nafasi huyo huyu. I have 3 things, Your Excellency. Ayi. Bandu emina no woga bare be. Nabu. Ndio huyo. Tunamuita Professor. Thank you. Thank you very much. Professor Kavasania. Asante. Now, Rais, niko na 3 things. Free. Can also waongeze mazao. So I request that ya maembe, machungwa tupande because wako nayo. What Governor Olelenku was congratulating you for, watu wa Makueni wamekuwa kiniuliza. They have a national park.
Oh, asante. They have a national park that crosses Savo East and West. Vile umefanya Amboseli, fanya pia Makueni. Kwa sababu hizi ndovu zikitoka Savo zinakuja jioni kusumbua watu wa Mtito Ande. You might as well give us kakitu ya hii Savo. Kwa sababu sisi ndio tunatunza hao ndovu wa Savo. On this one, tumekuambia what we require. The only request I think we have not made to you. Wale watu umeambiwa hapa kwamba walipatiwa mashamba, walipatiwa na serikali. Hawezi kufurushwa bila kupatiwa malipo. So once we fence wale watu wako hapa, kwa sababu serikali ndio iliwapatia allotments, we let them be compensated so that we can reclaim this area. That is what we require. Ndio watu wasiumie bure. Last but not least, Your Excellency, ni kushukuru kwa sababu mumechagua. This report nimekupatia, Your Excellency. This report was forwarded to me by CS Soipan about this wetland. It is the only source of clean water for us. Ile yangu na Governor Olelengu hatujakubaliana bado. Bado tunamenyana kiasi. Lazima uweke kidole ndio tunyoroshe hiyo maji ifike Makueni. But that one is important for us. Ili watu wa kupanda juu waache kuumia kwa sababu ya maji. And that is important. That's why the majority leader says we have 3 agendas here. Maji, kehugo, na nini ingine? Kwisha. Once you do that, Your Excellency, for us, these people will be happy because this water is also a source of a 450-acre irrigation below here. People who are doing horticulture, they are depending on this water. So we are asking for you, together with NEMA, we have agreed with NEMA, tukae chini tutengeneze MOU, watutafutie even Green Climate Fund funding, because we have already done a green bond concept in Makueni. Mwasiata andoma Makueni. Pailio. Peke dokenge. Chao. Lelo. Wanasema nikukumbushe kwamba kuna barabara inaitwa Emali Okia. Hiyo barabara is now an economic corridor I've shared with Waziri Murkomen. It goes all the way to Garissa Road. Imewasumbua hawa for too long. Na ukiweka tu kidole watasema tu amen. Hizo mambo Mutuse anasema ataweka tick zote. Kana tick wende? Kone pako hizo kwetu lelo mubagane tu umina. Sindu ila inge sionde nitu anenge musumbe. Sia kewu, sia lelo, sionde na munengi. Na no kutwita na title. Na title sia ngosi tayari. Ona PS wa title eba eto Nixon Korir. Si tayari. Ebi ndaya bika nituuka tumunenge. Ni sawa sawa. Ngabika buti eta CS Soipan okay. Mubaka weba. Pauko wawe uondo bau. Bona na die na banda na mina. Wowe wa mondo we. Bas, asante. CSO is fine, asante. Asante sana Governor. Tumpigie Governor makofi. Thank you. Your Excellency, the President, Your Excellency Mama Rachel RUTO, Excellency Deputy President, Honorable Rigathi Gachagua, Excellency Mama Dorcas Rigathi, all the members of Parliament, governors, watu wa Makindu. Bwana Yesu asifiwe. Your Excellency, I want to take this moment to thank you for leading the nation to set aside a special day where we do nothing else but to recalibrate ourselves to think about the importance of our environment. Your Excellency, I want to thank the Governor of Makueni and all the governors of this republic. We have partnered with them, together with the cabinet secretaries that are these days spread out across the counties, members of parliament, members of county assemblies, and the national government administration, and all Kenyans in general. They have heeded to the call
Your Excellency, by yesterday alone, we had more than 2 million new trees registered under the Jaza Mîtî application, planted across the country. I'm sure today the numbers will be looking good. We don't have the figures because of the network here, but I'm sure the figures are good. Your Excellency, you have seen the Kûvanda wetland here speaks for the sorry state of all our wetlands in this country. Your Excellency, the people of Makindu here have said mambo yao ni matatu. Wamesema ni maji, KO, and water. And it is ironical that they are just here near the Chulu Hills wetland, and their main problem is water. Na ni kwa sababu ya activities ambazo ni sisi ndio tunafanya. The reason we don't have water in Makindu, in MAKUEN, the reason Makindu River is dry ni kwa sababu ya encroachment. Watu wamekata miti, watu wameingia ndani ya wetlands kufanya farming. It is because of our own activities. And I think, Your Excellency, one of the things that Kenyans have agreed today during this green holiday is the fact that conserving our environment is everybody's business. Tukifaulu kupanda miti, mambo ya ukame, mambo ya mafuriko, hiyo ni kitu moja ambayo it will be a thing of the past for us. Ninawaomba wananchi tushikane pamoja ili tuweze kufaulu kupanda 15 billion trees na tutapambana na mambo ya climate change. Your Excellency, we have agreed with the Governor Mutula that Kûvanda wetland is going to be a legacy issue for you, Your Excellency, and for Governor Mutula here. We are here as the multi-stakeholders. PS Korir here is representing the Ministry of Lands. We have the county government, we have the Ministry of Environment, and all the other players. We are going to ensure the gazettement of the Chulu catchment, the entire of it. And we are committing that to Your Excellency, and we are going to begin immediately to put measures in place to achieve that. Your Excellency, if we do that, Makindu River will start flowing. The Chulu Hills, right behind here, is where we have one of the main carbon credit projects in this country. The job creation opportunities that these conservation efforts are going to create. Just a few days when we've been here, kina mama wamepata kitu kidogo ya kupeleka nyumbani, vijana, and that's the concept of the Green Army, which we want to replicate across the country. So these efforts are going to create jobs, ensure food is on the table, and make sure that we have our rivers flowing again. With those few remarks, Your Excellency, I thank you once again in this, and I know we are going to achieve it. And I take this opportunity to welcome His Excellency, the Deputy President, aje awasalimie watu wa Makindu. Karibu, Your Excellency. Musumbe wetu Dr. William Ruto, Mama Taifa, Mama Rachel Ruto, mawaziri, waitu muyaseo, muyaseo ingi, muyaini museo, na mabinda onde, nisalimieni kwa haya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Watu ya Makindu hamjambo. Nimuona Musumbe. Mumefurahi? Hata sisi tumefurahi kufika hapa. Unajua watu ya Makueni ni watu wamechanuka kwa sababu hii barabara ya highway inapitia hapa. Si mnajua kwa barabara iko mambo mingi. So tumekuja kuona vile mnakaa na rais wetu na tumefurahi sana. Lakini sasa nyinyi watu ya Makueni, nimuuliza swali ama nisiulize? Nimuuliza swali ama nimuulize? Sasa nyinyi ni watu mmechanuka. Najua Musumbe wetu Rais Ruto, hawa watu na watu yetu ya Mount Kenya, we are cousins. Tunapendana sana sana. Hata kuoana tunaoana sana.
na biashara mnafanya vizuri. Kuaminika number 1. Bidii number 1. Lakini siku ya kujipanga wanafanyanga opposite ya sisi. Na mimi nataka nielewe nyinyi watu ya highway hii. Najua highway watu wanachanuka sana. Mwaka 2007 mkapanda maharagwe haikumea. 2013 mkapanda maharagwe haikumea. 2017 mkapanda haikumea. 2022 mkarudia hiyo maharagwe. Sasa hii maharagwe mtaendelea kupanda? Mtaendelea kupanda? Nyinyi mnasema mambo yenu ni ngapi? Water, maji na kewo. Sasa mwenye funguo ya hiyo mambo yenu matatu ni huyu Msumbe. Sasa nyinyi mkijipanga kule msituni mtasaidika namna gani? Si huyu ndio mwenye funguo ya hiyo mambo matatu? Si hiyo ndio maneno yenu? Si mjipange na huyu Msumbe. Kwani nini ngumu? Kujipanga tu. Si yako hapa. Ni kwani ni formula gani inatakikana? Iko rocket science. Sasa hiyo ndio mambo yenu matatu na tumekubaliana. Ya hapa, ya rais ni ingine 3. Mimi pia niko na yangu 3 ya kahawa na majani chai na maziwa. Kila watu wako na mambo yao mangapi? Yenu ni maji, water na Msumbe yako hapa. Sasa nini ingine mnataka? Sasa wewe Junior, wewe ni rafiki yangu. Your late father was my friend. Tulikuwa tunakaa na yeye na Rais Moi. You are one of the most progressive leaders in this country. Ambaye unaona mbele, akili iko sawa. Sasa wewe governor, si ukae karibu na huyu rais. Kaa karibu na huyu rais huyu. Ndio hii watu wafaidike, si ndio? Akae karibu na rais asikae. Akae karibu na rais asikae. Unajua ukitaka moto unaomba pahali iko, si ndio? Saa hii for now mpaka ile 32 mwenye maneno ni huyu. Si ndio? Si huyo ndio yako na maneno. Sasa miaka 9 mtakaa msituni. Mtakaa msituni miaka 9. Si muingie hapa hiyo miaka imebaki 9 kama mnataka kutoka baadaye mtoke. Alafu mnyonye hiyo mheshimiwa amesema. Kwani mtanyonya mkiwa msituni? Mtakaribia? Wangapi wanasema tuvuke rais mkono? Asante sana. Muko tayari tumkaribishe Msumbe? Na vigeregere na shangwe? Haya, 1 2 3. Ala. Basi viongozi wote wenzangu na watu wa hapa Makueni ya mjambo. Baito muyaseo. Muyaseo inge. Muyaini museo. Mavinda onde. Bwana Yesu asifiwe. Muyai hata iwe. Hebu mnisalimie hivi nione kwa mikono. Asanteni sana. Basi ndugu zangu watu wa Makueni, mimi kwanza nasimama mbele yenu kusema asante sana kwa kutukaribisha hapa Kitui, Kibwezi, Kibwezi East, Kibwezi West, kwa huyu ndugu yangu Mheshimiwa Mwengi Mutuse. Tunawashukuru sana kwa sababu mumetupatia nafasi tulete hapa sherehe ya kitaifa. Hapa leo Kenya mzima tumeungana kama wananchi wa Kenya, bila ya kujali chama, bila ya kujali tofauti zetu zingine zote. Tumeungana kwa hii sherehe ya kitaifa kwa sababu mambo ya mazingira Kenya ni mambo ambayo hayana mpaka. Sote tumeungana kwa sababu mambo ya mazingira ni ya muhimu. Climate change is a reality we can never wish away anymore. Na ndio sababu tumekuja hapa kuungana na nyinyi. Mnajua tulikubaliana ya kwamba tunapanda miti bilioni 15. Nataka wajumuike na kupanda miti. Na ndio sababu hiyo siku hii ya leo tulisema ni siku ya kazi maalum, kazi ya kupanda miti katika taifa letu la Kenya.
So tumekuja hapa na Wakenya wengine wengi wako kila sehemu ya Kenya katika shughuli hii ya muhimu ya kupanda miti, na mimi nimeona vile mnafanya bidii hapa na viongozi wenu kutoka governor kupitia kwa mjumbe wenu kupitia kwa MCAs wenu. Mimi nawaambia pongezi sana. Pia mimi nataka niwashukuru watu wa Makueni kwa sababu nilikuja hapa nikawasumbua siku nyingi. Mara mkikaa kidogo nimefika na mkutano, mara nimefika. Nasema asante sana. Najua hii Makueni ni mahali ngumu. Tulijaribu na Uhuru Kenyatta tukapata 4%. Tukajaribu tena 2017 tukapata 9%. Juzi nimeng'ang'ana mpaka nimefikisha 20%. Sasa mimi naona hapa mbele mambo iko sawa. Nitafanya bidii. Nikifanya bidii mtajaribu. Nitafanya bidii. Sawa sawa. Na mimi vile viongozi wenu wameuliza. Huyu mbunge wenu Mwengi amesema nirudi hapa tena. Na nimekubali, mimi narudi hapa tena. Leo nimekuja hii sherehe ya kitaifa, lakini kuna siku nitakuja ya county na ya constituency yenu hapa, na sio mbali. Na siku hiyo nitakuja nikibeba blanketi ya kulala. Ndio? Ndio? Na mama Recho yuko hapa amesikia. Sasa atanipatia ruhusa. Niambia. Ndio? So nitarudi hapa ndio tukuje tupange yale mambo viongozi wenu wameniandikia hapo. Tuko na kazi mingi ya hapa, na kuna vile nimepanga kazi ya hapa, vile mmesema, kazi ya maji, kazi ya barabara, kazi ya mahospitali, kazi zile zingine zote tumeshapanga vizuri. Nitakuja hapa niwaeleze na tukubaliane vile tutaisukuma iende mbele tukiwa pamoja. Mimi vile vile nataka niwashukuru kwa sababu katika hii sherehe ya kitaifa leo nimeona uzalendo mkubwa hapa Makueni, kwamba viongozi wote wamekubaliana ya kwamba hii sehemu ya Kwavenge hapa na hii sehemu yote ya Chulu Hills hapa tumekuwa ama tuko na water towers ama catchment areas 10. Ndio ulisema Mheshimiwa Governor? 10. 2 peke yake ndio iko protected. Zile zingine 8 zinahangaika. Hapa tulikuwa na mito 23. Leo tuko na mto mmoja, ile ingine 22 imekauka, na hata hiyo moja ni hii Makindu inapata maji wakati iko El Nino peke yake. Na hiyo kazi yote imetendeka kwa sababu ya kubadilika kwa mazingira na kazi ya binadamu. Sisi tumekata miti, tumeenda tukaishi wetland, tukaenda tukaweka kilimo mahali ambapo haifai, na ndio sababu hiyo tuko na matatizo makubwa, hata yanatuletea matatizo ya kuwa na chakula. Kwa sababu ili tuzalishe chakula, kwanza lazima tuwe na mvua ama maji. Bila maji hakuna mimea, ni kweli ama si kweli? Bila mvua hatuwezi kwenda shambani, ni kweli ama si kweli? So kwanza, kabla hatujajipanga na vile tutakuwa na chakula ya kutosha, lazima tujipange kulinda mazingira, ndio mvua ipatikane, maji ipatikane, ndio tuweze kuzalisha chakula. Kwa hivyo kama kuna mpango itakayochangia katika kuhakikisha kwamba tuko na chakula ya kutosha, katika mambo ya cost of living, ni kuhakikisha kwamba tunalinda mazingira yetu, maji ipatikane, mvua ipatikane, tuzalishe chakula ili tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Kwa hivyo jukumu tunafanya leo, hii kazi tunafanya leo ya kitaifa, ni kati ya mikakati ya kuhakikisha ya kwamba tunapunguza gharama ya maisha kwa kuhakikisha kwamba kuna mvua na maji, tuzalishe chakula ya kutosha, ndio tuhakikisha kwamba Kenya iko na chakula. So that is
the primary essence of what we are doing. Na sote tumekubaliana ya kwamba miti bilioni 15 tutapanda. Kila mmoja wetu, mtoto mdogo, nilikutana na mungwana anaitwa Mutinda hapa, aliniambia amepanda miti 2, kijana mdogo hivi, na akaniambia anasoma shule nyingine inaitwa Kiambani hapo, na nimekutana na watoto wengine wapo Kiambani wakaniambia wanasoma hapo, na wamenipromise ya kwamba ile miti nimepanda pale wakienda kuangalia yao wataangalia yangu. So kwa sababu hiyo sasa hawa wanafunzi wamenifanyia hiyo kazi, wewe bwana mjumbe, nitakusaidia shilingi milioni 5 ya hiyo shule. Ya hawa hiyo shule ujenge vizuri. Ndio? Ujenge vizuri. Ndio wale watoto nilikutana na wao wajue kuna jamaa alikutembea hapa. Si ndio? So hiyo hawa wanafunzi, watoto wetu, kila mmoja wetu, the point I'm trying to make is that this assignment of planting trees across Kenya is not about age, it's not about religion, it's not about party, it's not about the area you come from. It is about us as a nation and our future and the future of our environment and the future of our food security as a country. Kwa hivyo ni jukumu ya muhimu sana. Vile vile mimi nataka niwaulize, vile mumesema ya kwamba mnataka hiyo 10 wetlands zikuwe gazetted, hii ekari 2,000. Waziri nitamweleza, PS yuko hapa, PS Nixon yuko hapo, kesho aanze kazi hiyo na kaunti ya Makueni. Wale familia 83 naambiwa wako hapa, tutawashughulikia na tutawapatia makao mbadala ama tutawapatia pesa waende wanunue makao mahali pengine. Watu 83. Sitaki kesho ikuwe 84. Hapana. Tumekubaliana. 83 full stop. Si namna hiyo? Alafu tunasonga mbele. Kwa sababu vile vile mimi nataka niwaambie watu wa KWS na wako hapa. Waziri yuko hapa. Sasa tushikane mikono na county government ya Makueni. Tuweke fence katika hii sehemu yote baada ya sisi kuifanyia gazettement. Ili kusitokee tena encroachment katika hiyo sehemu. Watu tena waziende huko kufanya kilimo ama waende kufanya kazi nyingine. Pia katika ile regeneration itakuwa rahisi if we can fence this water wetland and water tower. Tuko na wetlands kama hizi, kama hii yenu ya kwa Venge. Waziri ananiambia tuko na wetlands 10,000 Kenya ambayo inahitaji kazi kama ile tumefanya hapa leo. Na hiyo kazi tutaendelea nayo mpaka tubadilishe mazingira ya taifa letu la Kenya. Tuwe na maji ya kutosha, tupate mvua kwa msimu unaofaa na tuweze kuzalisha chakula taifa letu na tuweze kuendelea mbele kama wananchi na kama taifa, na tuhakikisha kwamba tunaacha nchi katika vizazi zinazokuja ambayo wataweza kujivunia. And all of us must work together in concert so that we protect our environment by doing the necessary, planting trees, preserving our wetlands, making sure that all water towers are protected, are fenced off, so that we can have assurance of better climatic conditions, a better environment, we can have regular rains, we can have enough water, we can grow food, we can have food security, and we can have a nation that we will hand over to the generations after us. So tutashirikiana sisi wote katika hiyo mpango. Na nimefurahi sana kufika hapa Makueni katika kazi hii ya muhimu, na vile nimewaeleza mimi nitakuja hapa Ukambani kama siku 3-4 hivi nikae hapa. Na niko na maswali, nitakuja na maswali. Mimi najua hata nyinyi mko na maswali. Na najua mmekuwa mkinitafuta. Na hata mimi nimekuwa nikiwatafuta. Sasa tutafutana. Si ndio? Tuketi chini tuongee ndio tupange vile Kenya inasonga mbele.
Ama namna gani jameni? Meanwhile, mimi nimesikia vile mbunge wenu wamesema. Mbunge wenu wamesema ya kwamba mko na KMTC hapa, na nilikuja kweli mpaka hiyo KMTC. Hiyo ardhi amesema, nimefanya hesabu hapo, hata alisema ati inahitaji 50 million. Lakini nimefanya hesabu mara moja, unajua si alisema mimi najua kufanya hesabu. Nimeona inatosha 30 million, so nitakupatia 30 million wewe acha. Acha story yako. Wewe unataka kunikata tu nikisimama hapa hivi? Si ndio? So hiyo kazi nitakufanyia. Na mimi nataka nishukuru gavana wenu kwa sababu anashughulika na mambo ya matibabu, mambo ya hospitali. Na mimi nataka niwaambie watu wa Makueni, tumekubaliana na county governments zetu sote kwamba sisi kama serikali ya kitaifa tunaunga mkono our county governments waweze kufanya kazi ya health katika taifa letu la Kenya. You have my commitment, you have my word, you have our support. Na ndio sababu mwaka huu mliona siku ya mashujaa hapa Makueni. Huyu gavana wenu ame-identify community health promoters 3,500. Hawa community health promoters 3,500. Nimetoa milioni 106 nikanunua equipment ya kupatia hawa community health promoters, all of them. Na nimemwambia huyu gavana wenu, kila mwaka mimi nitamsaidia kulipa marupurupu ya hawa community health promoters. Yeye atalipa nusu, mimi nitamsaidia kulipa nusu. Kila mwaka nimekubali serikali kuu itatoa shilingi milioni 106 every year kuhakikisha kwamba hawa watu wa community health promoters ambao wanatusaidia kwa mambo ya afya, wanatembea katika vijiji, wanatembea katika mitaa, wanatembea katika manyumba zenu. Tumewapatia equipment, wanaweza kukupima pressure, wanaweza kukupima sukari, wanaweza kukupima magonjwa mengine madogo madogo, na wakueleze vile wewe unaweza kufika hospitali na ni hospitali gani. Tumekubaliana vile vile, na mimi nataka niwashukuru watu wa Makueni, hasa hapa Kibwezi West. Huyu mungwana ambaye anaitwa Mwengi Muthesi, Utuse huyu. Si mnajua yeye ndio vice chairman ya kamati ya bunge ambaye inasimamia mambo ya sheria. Mumenichagulia shujaa, mimi nataka niwashukuru sana. Huyu mungwana akiungana na wabunge wengine wamepitisha sheria ambayo sasa itatengeneza msingi thabiti wa mambo ya afya katika Kenya. Ile universal health coverage ambayo tumekuwa tukingojea tukipangia karibu miaka 20. Hao wabunge sasa wamepitisha sheria 4 mpya ambayo itasimamia na kudhibiti msingi ambayo itatuwezesha kama serikali ya county na serikali ya kitaifa kufanya universal health coverage. Tuhakikishe ya kwamba hakuna Mkenya atabaki nyuma ama auze mali yake tena kwa sababu ya kutafuta madawa ama kupanga mambo ya afya. Ninyi mnanielewa? Na tumesema mtaona hivi karibuni, nyinyi ambao mmekuwa mkilipa NHIF, mko na mapato ya chini shilingi 500, sasa teremusha kuja shilingi 300 hapo chini. Ninyi mnanielewa? Na tumesema dispensary, health center, level 1, level 2, level 3. Nyinyi wananchi lazima mjumuishwe katika kuendesha hiyo zahanati. Every facility must have sufficient public participation. Tuwe na watu wa NGO pale, tuwe na viongozi wa dini wa kanisa pale, tuwe na wananchi pale. Ndio kama hakuna dawa, mimi na gavana tunaambiwa mapema. Kama iko matatizo, huyu gavana apate habari mapema. Ndio tuhakikishe ya kwamba wananchi tena wasiuze mali yao kwa sababu ya kutafuta matibabu. That is the essence of universal health coverage. So hiyo kazi tumeanza hapo chini na community health promoters. Si tulikubaliana bottom up? Hapo chini hapo tunaanza hapo kwa bottom na community health promoter tukielekea kwa madaktari huko juu. Tumeelewana? Vile vile
Mimi wakati nilisimama hapa niliwaeleza ya kwamba hata ingawaje tuko na matatizo pale kwa mambo ya elimu, niliwaambia mambo ya CBC tutatatua, mambo ya funding tutatatua, mambo ya walimu tutatatua. Kufikia sasa hapa Makueni kwa mwaka mmoja imepita, tumeajiri walimu 1725 in Makueni alone. Walimu hawajawahi kuajiriwa in 10 years, but we have hired in 1 year. Kwa sababu tunaelewa umuhimu ya kila mtoto kupata elimu. Elimu ndio inatupatia usawa. Mtoto wa tajiri na maskini wanakuwa sawa. Mtoto wa rais na mama mboga wanakuwa sawa kwa sababu ya elimu. Ni mnanielewa? Ndio sababu tunasema every child akienda shuleni apate kuna mwalimu, na mimi nataka niwahakikishie hata mwaka ujao tumepanga mpaka tuwe na walimu wa kutosha shuleni, ndio kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma. Vile vile tumekubaliana ya kwamba pale katika university, pale katika TVET pia tuko na funding model ambayo itahakikisha hakuna tena gap inatokea ama pengo inatokea, ile inaweza kufanya elimu yetu ifike mahali ilikuwa imefika. Pale tulikuwa na madeni karibu shilingi bilioni 60 ya university kwa sababu ya pengo ya funding ya university. We have closed that gap, and I want to thank members of parliament for agreeing with my administration that we close the gap, we provide more money so that we can fund all our children, because education is the greatest asset that we have to give to our children and to the future generations. Tumekubaliana? Mwisho, mimi najua hapa Ukambani vile mmeniambia mambo yenu ni kewo, maji na water. Si ndio? So kwanza niliwaeleza mambo ya Thwake, na MCA wa hapa bwana architect amesema ya kwamba nilisema tunamaliza hiyo kazi Februari. Na mimi mtaniona hapa Februari. Tumesukumana na wale ambao wanafanya hiyo damu. Ile kitu imefanyika kidogo ni kwamba imeongezeka, tumeongeza ile damu kwa sababu tunaona kuna maji ya kutosha. So tumeongeza the dam by another 3 meters. Na nimetafuta shilingi bilioni 5 ingine zaidi ya kuweka kwa hiyo, ya kuweka hapa Thwake. Saa hizi tunaendelea na process pale katika Ministry of Finance, kwa sababu hii Thwake ni ya muhimu sana katika sehemu hii. Itatupatia maji ya Makueni, itatupatia maji ya Kitui, na itatuletea maji mpaka Konza City kule karibu na Nairobi. Si mnajua hivyo? Na hapa Ukambani ni mahali ya horticulture vile mjumbe wenu wamesema. Na tunataka hiyo maji itumike kuzalisha chakula katika sehemu hii. Na ndio sababu tumeweka pesa nyingi. This dam is amongst, in fact, is the largest dam in Kenya as I talk to you. Hii dam iko hapa kwa. Na wakati nilikuja hapa the first time, wakati Kiilu alikuwa mjumbe wenu, nilikuja hapo the first time na shilingi milioni 9 ya compensation, milioni 900 ya compensation. Watu hawakuamini ya kwamba hiyo dam itajengwa kwa sababu ilikuwa imezungumziwa miaka karibu 20. But I want to promise you, hii dam tunamaliza next year by God's grace. God willing. Tunaelewana? Na tunataka hiyo dam isaidie watu wa Ukambani. Tuko na dam zingine tumekubaliana. Mumeona tumeadvertise another 33 dams zikiwemo za hapa. Tuko na social dams ingine 25 tumeadvertise, kwa sababu tunataka kutatua tatizo la maji kwa kuhakikisha kwamba we have sufficient harvesting and we have sufficient storage so that we can use it to turn around the fortunes of all areas of the Republic of Kenya. Tumekubaliana ndugu zangu watu wa Ukambani. So nitarudi hapa na hiyo maneno mwezi wa pili tutakuja tukubaliane sasa vile tunasonga mbele pamoja. Mwisho kabisa, mimi nataka niwashukuru kwa ile kazi nyingine yote. Maneno ya affordable housing, mimi nikikuja hapa tayari hapa Makueni tumeidentify mahali tutajenga nyumba 10,000 ya kwanza hapa Makueni katika mpango ya affordable housing. Tunafanya kazi na county government yenu
and we have a progressive working relationship with the county. Mimi nataka niwahakikishie tukirudi hapa, na nimeambia, si mnajua kuna nyumba pale wote ilikuwa inaitwa civil servants, imejengwa since 1980, sasa 40 years haijakamilika. Hiyo nyumba nitaanza Januari na nitamaliza kabla ya June next year, nimalize, kwa sababu hii nyumba imengojea miaka ngapi? 40. Just imagine. Hii ni ukumbavu mkubwa sana, na ni kwa sababu hatukuwa na mpango. Ndio wakati niliwaambia, jameni, tuwe na mpango ya housing fund. Sio ya kwamba tulikuwa tunataka mtu yeyote awe na sababu yeyote. Ni kwa sababu unless you have a plan, it is said, if you have no plan, you are actually planning to fail. So tukasema lazima tuwe na mpango, si ndio? Otherwise, kama huna mpango, ni kumaanisha unapanga kupotea ama kuanguka. So sasa tuko na mpango, na mimi nataka niwahakikishie hiyo nyumba 10,000 tukianza kujenga, tunahitaji vijana zaidi ya 15,000 watakaofanya hiyo kazi. Vijana wa hapa Makindu, mko tayari kwa hiyo kazi? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Ama pale tunahitaji architect, tunahitaji engineer, tunahitaji mason, tunahitaji electrician, tunahitaji plumber, tunahitaji watu wengine wengi hapo katikati, hata watu ya mkono tunahitaji. Wewe mtu ya hapa Makindu, kwa hiyo kazi yote nimesema, uweze kufikiria vile utajipanga na moja ya hiyo kazi. Utashindwa kujipanga na kazi moja? Kwa hiyo yote nimesema mtajipanga. So tunataka tujipange namna hiyo. Najua bado tuko na shughuli nyingine mingi. Hawa viongozi wamenieleza. Huyu mbunge wenu amenipatia kitabu mkubwa sana ya kusoma maneno yenu ya hapa. Anataka nichukue budget ya Kenya nilete hapa Kibwezi West. Sasa hiyo itawezekana namna gani jameni? Lakini wacha nitangangana tu naye. Na mimi nataka niwashukuru sana na nikubaliane na nyinyi ya kwamba sisi ni nchi ambayo ni nchi ya demokrasia, and we value our democracy. Si namna hiyo? Sisi wote ni wa Kenya. Tukishamaliza uchaguzi tunaungana, tunafanya kazi. Ikikuja uchaguzi mwingine tunaenda tunafanya siasa, tunamalizana, tunaendelea na kazi. Si namna hiyo? So kushindana ni kawaida, hakuna problem. Mimi naona Kawaya anataka kuninyang'anya wale watu wa kushindana na yeye. Wale wanataka kushindana na mimi ni sawa tu, wakuje tushindane, kwani niko shida gani? Si mashindano hii ni ya kawaida. Hakuna uadui, tutashindana. Hawa wananchi wa kuamua na Mungu ndiye mwenye kusema. Si namna hiyo? Kwa hivyo watu wa Ukambani, watu wa hapa Makindu, watu wa Makueni, nataka niseme asante sana kwa kutupokea hapa. Tunawapenda ajabu na tunawatakia baraka ya Mungu. Asanteni sana kwa kuja. Ukirudi nyumbani msalimie watoto wenu. Hapa tuko na wamama wawili. Tuko na mama Dorcas Rigathi ambaye ni mama wetu wa pili, mke wa Deputy President. Mpigie makofi. Na hapa tuko na mama Rachel Ruto. Huyu ndiye alikuwa girlfriend yangu pale mbeleni. Haya, nyinyi wa mama kujeni hapa. Ala. Kumbe mlikuwa na fitina kiasi hii. So sasa mimi niko na kazi nyingine. Tuko na wageni wengi. Si mnajua Kenya hii imebadilika mambo. Tuko na wageni wengi ambao wanatutembelea kwa sababu wamejua Kenya kuna maneno. So leo niko na rais wa kutoka huko Sudan anakuja kunitembelea. Kesho nitakuwa na rais wa Romania kutoka huko Europe anakuja kutembea Kenya. So simutani kidogo, nyinyi mtasema dakika moja moja. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Naibu wa Rais, pamoja na viongozi wote walioko hapa siku ya leo, pamoja na watu wa Makindu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wa Kibwezi West, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wa Makueni, mko sawa?
Asante sana. Mimi ningependa kumshukuru Mungu kwa nafasi ambayo ameweza kutupatia tufike hapa kwa hii siku ya kupanda miti. Wakati nilisoma ile karatasi, nilisoma jina ambaye inaitwa kiu. Hapa inaitwa kiu. Kwa hivyo nashukuru leo maana rais pamoja na viongozi wote wamekuja ili watu wa Makueni wasikuwe na kiu tena. Amen. Kwa hivyo kuna mtu mmoja alisema kwamba panda mti ambao kivuli chake haitakufaidi wewe. Kusema kwamba tupande miti ili tuweze kusaidia vizazi ambavyo vinakuja katika siku za usoni. Kwa hivyo wakati rais amekuwa akitembea, ameongea na watoto wadogo, na mimi nasema kwamba hawa watoto ndio sana sana watafaidika kwa hii miti ambayo tumepanda. Na tunasema kwamba hatupandi tu miti bali tunakuza miti. Kwa hivyo tutatembea kuhakikisha kwamba sasa amesema tuongee, alafu tena amesema ninyamaze. Asanteni sana, Mungu awabariki. Kina mama, tutaendelea kufanya mambo ya women economic empowerment ili tuweze kusaidia kina mama. Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Amen. Asanti sana Mheshimiwa Rais na makamu wako na watu wote wetu wa Kibwezi West. Bwana asifiwe. Amen. Unajua kama rais amesema, sisi ni kusema, na pia girlfriend amesema, mimi kazi yangu ni kusema tu Mungu awabariki. Aya, asanteni sana jameni, tunawapenda. Mungu awabariki.